Japo, ninaenda kumchukua mtoto wangu. Hebu niambie kinachokusababisha utake kuishi na mtoto sasa. Nadhani nimekumbuka sisi ni wazazi wake. Na ni wajibu wetu kumpa mtoto wetu malezi ya baba na mama. Kwa hiyo ndio hicho tu. Hicho tu. Mimi bado hajaniingia akilini. Sijaona sababu ya msingi. Sababu ya msingi utaka iwe ipi? Zaidi ya mama kutaka kuwa mama kwa mwanawe. Kuna sababu gani nyingine ya msingi? Sikia Jeni. Haya maisha ambayo tunaishi ni mazuri sana. Haina haja ya kuyavuruga. Kabisa? Hauna aibu Jacob wewe. Hauna haya wewe. Sasa hapo haya yanatokea wapi? Mimi nataka kuishi kwa kujiachia. Wewe unataka aje mtoto hapa niharibie mimi furaha yangu? Akuzuie? Akuzuie kivipi? Hivi unajisikia unachoongea kweli Jacob wewe? Najisikia na najielewa, mimi sio zuzu. Sikia. Mtoto aje kuishi hapa. Kuisha habari. Naenda kumchukua mwanangu. Jeni, nakuonya. Siko tayari kuishi kibaba baba. Sasa nenda kamchukue afuone. Utanifanya nini? Ona. Nitakuwa nimemtengeneza kichwani au mimi mwenyewe mtu kama Michael. Yaani nikwambie kitu. Ila alipale ana mke. Lile ni tatizo. Pole yake kwa kweli. Kwa Michael sitokubali tatizo kama lile jirudie. Michael nitamchagulia mke. Hivi mamangu haya mambo yapo hadi leo? Mimi nitayafanya. Jennifer ashukuru tu kwamba alikupata wewe. Wewe ni mtu wangu bora kabisa. Mama, nilikwambia utengeneze chai yako tu. Jacob hana ratiba ya kunywa chai humu ndani. Yaani hata mshipa wa aibu una usoni. Mumeo asipokunywa chai nyumbani akanywa wapi? Umemuuliza sababu ya mimi kutomtengea chai? Amesema anakuonea huruma na majukumu. Na ni mwanamke gani anayeonea huruma asitekeleze majukumu yake? Usinivurugie ratiba ya nyumba yangu mama. Ndoa ni yangu. Naomba ufuate kile ninachokiongea. Nisamee mimi mkwe wangu. Nitamfunda upya binti yangu. Nadhani amesahau mafundisho ya ndoa niliyomfundisha. Asante mama kwa kunijali. Mkwe si ndo wewe bwana. Kule mama.
Hilary. Namba. Vipi kusole makoto ulioniahidi? Samehe mzee wangu, nilisahau. Hivi itakuwa kila siku tunakuombaomba kama ambaye naomba msaada bwana. Na wakati unafahamu wazi kwamba mimi nakopa hiyo pesa. Basi baba yangu basi. Maneno yasiyo mengi. Ngoja nichukue wallet yangu. Afu tufanye mpango. Wallet si hapa. Acha hapa. Sasa mzee wangu, naomba nikusumbue. Chukua hii kadi, nenda utoe kama tulivyokubaliana. Na password yake? Password ni 3377. 3377. Yes. Ngoja. Hebu. Vipi tena? Hii ni ya kampuni baba. Chukua hii. Ndio ufanye mambo yako. Na hii nayo password yake ndio vipi? Password natumia moja kwenye akaunti zangu zote. 3377. Sawa. Asante sana. Sasa peleke au utaenda mwenyewe? Nitaenda mwenyewe tu. Tatembea kwa miguu maana kidogo nataka mazoezi. Ushasikia hiyo? Haya sasa. Sema, umenita nini? Nilichokuitia hapa ndugu yangu, nataka tuweke mambo sawa. Nikupe 20,000 hapa hivi. Shika. Ya nini? Na tunataka ufunge ile domo lako, usio kumwambia chochote kaka yake Michael. Kwa hii 20,000. 20,000 inatosha kulifumba ile domo la Matingisa kweli? Tena nataka nikupe 20,000 mpaka ifike laki hii moja ili mimi na wewe tu tumemalizana. Laki moja. Hivi unafikiri laki moja inatosha kweli kulifumba ile domo langu mimi Matingisa? Wewe Bitambo. Wewe nisikilize kwa makini. Unanisikia? Tena nakupa hii hela 20 ili mradi kutengeneza udugu mimi na wewe. Na ukinitibua nitajua mwenyewe nilimalizeje ili kimya. Bitambo. Unaharibu. Haijawahi kutokea mimi nimebanwa hivi kichochoroni na mwanamke. Chumbani sawa, kichochoroni. Na pale nyumbani marufuku Matingisa kukanyaga. Nitakuletea lako mimi mwenyewe. Kwa nini nisije kwenu? Kuna nini? Unanificha nini? Kukodoa macho kukusaidia. Wewe niambie kwa nini nisikanyage kwenu? Unatafuta nini kwenye simu yangu? Wewe kuna kitu unanificha. Na kama hujagundua, mimi shida yangu sio pesa yako. Nataka nijue kweli. Naomba unisikilize kwa makini. Utapokea 20,000 na sihitaji unisumbue mimi na yule mtoto Michael.
Nimeshawahi kukwambia huu mji ni wangu. Hakuna mtu anaweza kunibabaisha wala kunitisha. Hakuna muhuni zaidi yangu mimi kwenye huu mtaa. Unanielewa? Unanielewa? Sasa nakwambia hizi pesa zako nilipokea na nitaendelea kupokea. Sawa? Pale kwenu nitakuja na hakuna kitu naweza nifanya. Sijui umenisikia? Nimekuuliza ulikuwa unatafuta nini kwenye simu yangu? Hivi Silvia, tumefika mahali pa kwanza kukaguana simu kweli? Tumefika huko? Sio kwamba nini Silvia, ulikuwa unatafuta message kati ya mimi na yule binti nilikwambia aliniachia chumba chake guest. Uongo? Silvia, huniamini? Sikuamini ndio. Utanilaumu. Hivi Silvia, ingekuwa kuna kitu chochote kilitokea, unahisi kweli habari zake ungezisikia ndani? Hela, mimi ni mkeo ujue. Kwa hiyo naruhusiwa kuwa na wivu. Yes, unaruhusiwa kuwa na wivu, lakini sio kufika mahali tuanze kukaguana simu namna hii. Mimi niko sina jinsi. Okay. Basi chukua simu, kagua. Pekua hata ambavyo hukufanikiwa kupekua ili uwe na amani. Kama ufuta vitu je? Kama. Mimi siwezi kufanya hivyo. Labda hiyo ni tabia yako, sasa nataka kuisingizia na watu wengine kwamba wanayo. Chukua. Hapana baby, nakuamini usijali. Naomba nije kumchukua Kilha mama. Utanisamehe mwanangu, sitaweza kukupa mtoto. Kwa nini mama? Na wewe mama unaona tunachokifanya mimi na Jacob ni sawa? Unachokifanya sio sawa. Natamani nikupe mwanao le. Ndio nipe sasa mama. Jacob kanipigia simu kasema nisipe mtoto. Eti unataka kumhamisha shule na kumpeleka kaishi na mama yako. Umemwamini? Mimi ukiweka tu nyumba sawa nakupa mtoto. Sasa naomba mnisaidie nijue. Nikifanya kipi au nikifanya nini ndio mtaridhia kunipa mtoto wangu nimlee mwenyewe? Wewe weka nyumba sawa. Nyumba iko sawa mama? Wekeni nyumba yenu sawa kwanza. Kueni kitu kimoja, njoeni mumchukue mwanenu kwa pamoja. Lakini sasa tu utanisamehe mwanangu. Bila hivyo sitoi mtoto. Nimepata namba ya mtu aliyemtumia Hilary picha zangu za harusi. Na hiyo namba inaonekana kabisa imesajiliwa kwa jina la kazini yako kufikia. Kwa hiyo? Deo, mimi na yeye tunajua kabisa hiyo namba wewe ndio unayetumia kwa ajili ya kufanya maovu yako. Kwa hiyo nini? Unajua sielewi unaongea nini? Deo, usinifanye mimi mjinga. Tena usinivuruge ujue. Anayekufanya wewe ni mjinga ni nani? Hii namba utumie wewe. Sasa namba imesajiliwa kwa jina la kazi. Anayetumia ni kazi, mimi ni kazi. Unajua Deo nitamwambia Hilary. Unajua nitamwambia Hilary stani. Mwambie nini? Deo, hii namba unaitumia wewe. Usikatae, unakataa nini? Ndio natumia mimi. Kwa hiyo wewe ndio uliyemtumia ile picha, si ndio? Haya, kilichokufanya mtumia ile picha ni nini? Kwa nini ulimtumia picha ile? Nini kuhusu nini sasa? Okay. Sikiliza Deo. Nini ulimtumia picha ile? Yaani ulikuwa unataka kitokee nini yani? Yaani nini ambacho ulikuwa umedhamiria kitokee? Nakuuliza. Kwa nini umemtumia ile picha Deo? Nini?
Sikiliza wewe. Kwa nini ulimtumia picha? Kwa nini? Uniniuzi sana. Nikuuzi? Ndio. Wewe ile siku ya ndoa maneno gani ulikuwa unaongea? Wewe kunaambia eti kwamba utamwambia Hilary utatoa siri zote tulizofanya kuhusu Michael? Ndio. Kwa ndo kaona ni sawa umtumie picha. Kwa hiyo ndo kaamua kumtumia picha. Nitaka nikukumbushe ya kwamba mimi naweza kuiharibu maisha yako muda wowote ule. Yaani maisha yako yote yako chini yangu mimi. Silivia. Alikuja kwanza cheke kama mazuri. Unasemaje wewe? Yaani wewe maisha yangu mimi ya chini yako. Sikiliza wewe kaka. Yaani leo huo ubabe wako, mambavu yako hawezi kusaidia lolote. Wewe ship sijamaliza. Naomba nikwambie hivi, kuanzia leo, yani ninamaanisha kuanzia leo hapa, mimi na wewe tutakuwa tunashirikiana kwenye mission tu, not otherwise. Tuelewana? Halafu swala la kulala na mimi sahau. Clear? Kwani kulala na wewe ni kitu gani? Kuna nini hasa cha ajabu? Okay. Isingekuwa si kitu unaosema kilichokufanya ukabwe na mawivu mpaka ukaingia vitani ili mimi nisiolewe ni nini? Afanya usifanye kitu. Ingekuwa dili sana. Hata mumeo mpenzi asingelala na mwanamke mwingine guest. Sikiliza, najua unaongea tu ili unikwaze, ninune. You are wrong. Hilary wangu hawezi kuwa hivyo. Hilary hawezi kunichiti. Hilary hawezi kama wewe limbwa, linyoka. Nakuonea huruma sana. Ukijua mwanamke alolala naye hoteli ni Devatex wetu kipenzi kabisa Sofia. Umerudi. Sasa nitaacha kurudi na masimu yako mfululu. Mweta kuoga sijaoga. Wewe sema hujaoga kwa sababu ni uvivu wako, nishakuzoea upendi kuoga, singizie simu zangu. Diana, hali sio shwari tena. Nimeuona tena umeingia huko. Umeona nini? Ndio wacha masiara. Masiara kuhusu nini? Mimi toka lini nikawa na masiara na wewe? Sofia huyu ambaye huyu tunamjua. Sofia ni huyo Devatex tunayemtafuta usiku na mchana tumuue. Ndio huyo. So Deo wanajua nini? Yaani kitu gani wanachokijua mpaka saizi? Ndio kitu ambacho hadi mimi kinachoniumiza kichwa. Wanajua nini? Wanafanya nini? Walikutana vipi? Sofia alimjua Hilary baada ya kuona ile posti. Yaani hata mimi mpaka sasa hivi kinaumia kichwa. Sasa Deo, unahisi Hilary atakuwa anajua kama Michael amekufa? Yote yanawezekana. Saa nyingine anajua ameamua kutupeleleza kimya. Alafu Deo, wewe ulisema kabisa utamuua Sofia. Imekuwaje mpaka leo una Deo sasa? Hiyo kazi yote mimi nilimpa John Tamba. Lakini John Tamba ndo ameniangusha mpaka sasa hivi. Anasema sijui kampata Sofia, sijui anapajua kwao. Kumbe alikuwa ananidanganya tu muda wote. Sasa Deo tunafanyaje? Mimi nimeshachoka sasa. Sasa tunafanyaje? Wewe ulisema tutakuwa tunasaidiana mimi na wewe katika mpango mkuu tu. Sasa nini? Ndio basi tusiende huko ndugu yangu. Ila na wewe umemtumia nani ila picha umezingua bwana. Anyway, turudi tunasolve vipi ile swala la Sofia na ila Deo? Mimi sielewi. Ninachofanya sasa hivi ni kujua Sofia anakaa wapi. Halafu hii issue nimpe T-Lex, yeye atamfuata na mkamate na amalize ile tatizo. Sasa sikiliza. Mimi nitakachokifanya na mimi nitambana Hilary. Yaani kuanzia sasa hivi nambana Hilary asionane na Sofia hata kidogo. Simpi ile gap. Utakuwa umefanya jambo la maana. Yajayo kwenye siri. Bebe oga.
Nimeoga Diana. Nimeoga na mafuta nimepaka. Yaani saa 8 usiku. Mtoto wa kike unatoka nyumbani unaenda baa kunywa. Saa 8 za usiku. Sasa ajabu nini? Kwa nini Diana? Wewe uone kama hii ni ajabu? Sasa kwa ajabu ni nini? Diana, kwa nini unaingilia ratiba za hii bustani na muhusu nini?